Amen, 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 amen. Piga makofi kwa mtumishi Irene. Piga makofi ya nguvu wakati anaingia kutupa neno la Bwana. Yes. Yes. Unaweza kumwongezea tena Yesu makofi na vigelegele vingi. Haleluya. Haleluya. Amen. Sijasema umpige makofi Irene. Nimesema unaweza kumwongezea Yesu makofi na vigelegele. Makofi tena kwa Yesu. Haleluya. Amen. Makofi kwa aliyetuwezesha leo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mahali ulipo unaweza kuketi. Kaka, yes. Hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nianze kwa kusema asante pastor. Asante mama pastor kwa nafasi hii, kwa kipaumbele hicho. Amen. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa kutuwezesha sisi mahali hapa tukiwa wazima na wenye afya tele. Tunamshukuru Mungu. Amen. Ninamshukuru pia Mungu kwa ajili yako wewe ambaye Mungu amekupa kibali kuweko mahali hapa jioni ya leo. Wangapi tunafurahi kuweko mahali hapa? Haleluya. 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 Mimi sipoitikia siendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mama pastor, kuna mtu sijasikia sauti yake kwanza imeingia huko ndani. Namtafuta huyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ulipo unaweza kufunika macho yako, alafu nitaomba. Funika macho yako, alafu nitaomba. Mtakatifu Mungu wa baraka zote, wewe usiyeshindwa na jambo lolote. Wewe Mungu unayetupenda hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Uliyetukubali na kutupa nafasi jioni ya leo. Uliyetuchagua sisi kwamba sisi tusikie kweli yako jioni ya leo, alafu tukaishi tukasababisha matokeo kwenye ulimwengu mzima. Tunalibariki na kulinulia sifa jina lako. Wakati huu tunaposikia maneno yako, Roho Mtakatifu, sikio lako la usikivu likakae kwetu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu katufundishe. Roho Mtakatifu katufundishe. Roho Mtakatifu katufundishe. Roho Mtakatifu ukatufundishe. Tunaruhusu mapenzi yako yakapenyeze katikati yetu katika jina la Yesu. Tunaruhusu mapenzi yako yapenyeze katikati yetu katika jina la Yesu. Pale ambapo maneno hayatatosha kuelezea, Roho Mtakatifu elezea ndani ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Ukawa na sisi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ewe mshangilie Yesu. Mshangilie Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku leo. Tutaenda kujifunza bila kupoteza wakati. Kichwa chetu cha somo kila mtu anakifahamu. Abe? Kichwa chetu cha somo kila mtu anakifahamu. Ndio. Mbona hatuitikia na itikia mama peke yake? Wote tunakifahamu au tukifahamu? Jamani, msipoitika siendelea tunapoteza wakati. Mnakifahamu au mkifahamu? Basi amkifahamu. Ninyi hamjaona tangazo? Sio hili hapa mbele. Wanasoma hapa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kitu ambacho tunakisimamia ni kwamba kuamsha uwezo wa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuamsha uwezo wa mwanamke. Ndio maana tunasema hii ni ibada ya wadada, wa mama, mabinti. Bwana Yesu asifiwe. Kuamsha uwezo wa mwanamke. Wakati uliopita Mungu alitupa kibali tukajifunza kwa ufupi au kwa uchache, na mimi Roho Mtakatifu tena leo atatufundisha. Amen. Kuamsha uwezo wa mwanamke. Mahali ambako nilitakiwa kusimamia au ninatakiwa kusimamia ni katika eneo la mwanamke kuitambua na kusimamia nafasi yake. Kwa hiyo unaweza ukaanza kuandika pale juu kwamba kuamsha uwezo wa mwanamke kama title kubwa au kichwa kikuu, alafu pale chini ukaandika mwanamke kuitambua na kusimamia nafasi yake, au mwanamke kuitambua na
kusimamia nafasi yangu, kwa sababu kuna wote ni wanawake, si ndio? Kasoro Bwana Yesu asifiwe. Hapo si nimeeleweka eh? Mwanamke kuitambua na kusimamia nafasi sema yangu. Ya nani? Ya nani? Wanawake mbona mnaongea kama mjana nyie? Mwanamke kufanyaje? Kuitambua na kusimamia nafasi yangu. Hivyo ulivyotamka hivyo ukatende katika jina la Yesu Kristo. Amina. Wakati wa mwisho, kipindi kile tulichojifunza mara ya mwisho, tulijifunza kwa ufupi, lakini Roho Mtakatifu alitudumia. Tukaangalia tukasema mwanamke ni nani. Tulistick sana tukasema kwamba mwanamke ni msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo tulisimamia kitabu cha Mwanzo 1:18. Mungu akasema na tumfanyie mtu huyu msaidizi wa kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumfanyie mtu huyu nini? Msaidizi wa kufanyaje? Kama mnakumbuka vizuri, tulikaa sana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mwanamke popote anapokuwepo kuna jambo la kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Tukasema mwanamke anatakiwa kutambua jukumu lake ni nini. Jukumu lake la kwanza ni kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafundisho magumu kidogo ambayo nimewahi kuyasikia. Ni magumu kwa maana ya kwamba yanaweza kuwa ni magumu kuyakubali, yani mwanamke kuyakubali kwamba mwanamke hana hatima, ila mwanaume ile hatima aliyoibeba mwanamke ndio ana kazi ya kuitimiliza. Sisi tunaelewana? Ndio maana anasema ni magumu, kwa sababu leo hii Dr. Ansia pale alipo ni doctor. Sisi tunaelewana? Alafu useme yeye hana hatima ya kuitimiliza, eti ana hatima ya kumsupport mtu mwingine. Ndio maana anasema ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Simaanishi kwamba si kweli au ni uongo. Ninachokimaanisha kwamba ni ngumu kwa sababu tupo kwenye ulimwengu ambao kila mtu anapambana kuwa na picha ambayo yeye anatamani awe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika ulimwengu huo, tukirudi kwenye Biblia, mwanamke ana mtu wa kumsaidia, yani hana cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu alisoma Biblia akaona kwamba mwanamke alipoumbwa tu akapewa cha kufanya cha kwake binafsi, labda anaweza kunyosha mkono akatuambia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kabisa mwanamke anaumbwa kwa mara ya kwanza, kazi yake ni kumsaidia. Mmelala? Amkeni. Leo mtajibu maswali. Yaani tutakuwa tunahubiri kwa kujibizana hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasema ni ngumu kwa sababu ukianza kuchukua uhalisia wa dunia ukachanganya na neno la Mungu inakuwa ni kama ngumu kumeza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema, tukizingatia kulingana na maana ya Biblia ile ya kwanza kabisa, mwanamke ni msaidizi. Maanake ana kitu cha kukifanya. Huyu mwanamke akisimama kwenye eneo fulani, anaweza kusababisha kitu fulani kikatokea. Asiposimama kwenye nafasi yake, anakuwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika unaweza ukashiriki kitu. Yaani kama Mungu alikuumba wewe kuwa msaada, alafu wewe umegoma kuwa msaada, unakuwa nani? Simple. Hiyo ni Kiswahili chepesi tu ambacho hakihitaji Roho Mtakatifu kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama tunasema tumempa ngazi ili afikie pale, alafu yeye amegoma kupanda ngazi, maana yake hajafikia kwenye lengo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mwanamke yoyote ambapo anasimama kwenye eneo fulani, alafu hasimami kwenye jukumu lake au hasimami kwenye zamu yake, huyo mwanamke anakuwa kinyume na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anakuwa kinyume na mpango wa Mungu? Kwa sababu Mungu alimfanya kwa sura na mfano ili akasupport hatima fulani, au akasupport maono fulani, au akasupport kitu fulani. Kwa hiyo huyu mwanamke anaposimama kwenye eneo fulani, alafu hafanyi kitu kwa zamu yake, anakuwa yuko kinyume na mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mwanamke una kitu cha kukifanya, una jukumu la kulisimamia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwanamke una eneo ambalo Mungu amesema hivi, wewe Irene ni lazima usaidie hili. Wewe Irene ni lazima ufanye hiki. Usipofanya unakuwa umekaa kinyume na mpango wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Sitamani turudi sana huko nyuma, ila natamani tujifunze hapa ambapo Roho Mtakatifu anataka tujifunze leo. Tumesema kitu cha kwanza ni nini? Kuamsha. Alafu tukasema leo tunajifunza nini? Sasa tunaanzia hapo, mwanamke kutambua na kusimamia. Kama tunaenda tunaanzia hapa, mwanamke kutambua nafasi. Mwanamke kutambua nafasi. Mwanamke kutambua nafasi.
Tunaposema mwanamke, tumeangalia kwa ufupi sana mwanamke ni nani. Okay, tunaposema mwanamke kutambua nafasi, manake mwanamke kufahamu jukumu lake. Manake mwanamke kutambua nafasi, kutambua uwezo alionao. Tunaposema kwamba kuamsha uwezo, nafasi kwa lugha nyingine ni kama uwezo ambao Mungu amempa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu anayewapa watu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hakupi nafasi kama ndani yako hakuna uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anaye sirini anakupa nafasi kwa sababu anajua ndani yako kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kutambua ni kama kugundua au kufahamu, kuwa na taarifa sahihi juu ya kitu fulani. Kwa hiyo tunaposema mwanamke kutambua nafasi yake, manake ni mwanamke kuwa na taarifa sahihi au niseme taarifa, maarifa sahihi juu ya yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke kutambua nafasi yake, maana yake mwanamke kuwa na taarifa sahihi. Sio kila taarifa tu hiyo inakuwa ni kujitambua, hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna taarifa nyingine unakuwa nazo au unazichukua au unazisikiliza au unazipokea ambazo sio sahihi. Hizo mimi sijazihesabu kama kujitambua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ili kujitambua inatakiwa iwe taarifa ambayo inakutoa sehemu fulani kwenda kupeleka sehemu fulani upande wa chanya. Bwana Yesu asifiwe. Nikisimama hapa nilivyo, nikienda hivi, nimeenda mbele, nimerudi nyuma, nimepiga hatua, sijapiga hatua, nikirudi hivi, nimepiga hatua, sijapiga hatua. Kwa hiyo kwenda mbele na kurudi nyuma kote ni nini? Ni hatua. Lakini je, ni hatua gani nimepiga? Ile ya kwenda mbele tunasema umejitambua, ukirudi nyuma haujajitambua, umepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaposema mwanamke kutambua nafasi yake, maana yake mwanamke kuwa na taarifa sahihi juu yake, kuwa na taarifa sahihi au maarifa sahihi juu ya uwezo, juu ya asili, juu ya ile nafasi ambayo Mungu amefanya nini? Amempa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Roho Mtakatifu amhudumie kila mmoja kwa kivyake vyake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke kutambua nafasi yake, kuwa na taarifa sahihi juu ya asili, uwezo wako katika kila kitu, katika kila eneo la maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili mwanamke atambue nafasi yake, namba moja, ili mwanamke atambue nafasi yake, namba moja tunasema awe karibu na chanzo chake. Awe karibu na chanzo. Turudie jamani. Awe karibu na nini? Na chanzo chake. Awe karibu na nini? Yaani mimi Irene, ili nijitambue lazima nikubali kuwa karibu na chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chanzo cha sisi. Okay, namshukuru Mungu tuko tu. Hii ni semina ya watu wote kwa maana ya mabinti na wanawake. Lakini Mungu kuna namna. Nani anasema anakijua chanzo chake? Abe? Aya, wote tumegoma. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Mwanzo 1:26 hata 28. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na nani? Aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akakaa kikao, sijui na kina nani, hilo ni somo lingine. Ila kwenye kile kikao, Mungu ambaye tunasema si Mungu ni chanzo changu, Mungu ni asili yangu, akasema hivi, jamani, na tumfanye mtu kwa sura na mfano. Bwana Yesu asifiwe. Tumfanye mtu kwa sura na mfano wa kwetu. Huyu mtu tukishamfanya, tukishamuumba, tukishamtengeneza, aende huko akatawale. Bwana Yesu asifiwe. Mstari 27 anasema hivi, akawafanya mtu mwanamume na mtu manake mwanaume na mwanamke wote waliumbwa kwa mfano wa nani? Wote waliumbwa kwa sura ya nani? Wote waliumbwa kwa asili ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mwanamke, ili ujitambue, kitu cha kwanza, kaa karibu na chanzo.
Bwana Yesu asifiwe. Kama chanzo chako ni Mungu, basi tembea katika huyo Mungu, basi ishi katika huyo Mungu ili ujitambue. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mfano mwepesi, kama wewe ni samaki umezoea kuogelea kwenye maji, wakikupeleka nchi kavu utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kujua uwezo wako, hauwezi kutambua nafasi yako kama samaki ambaye anaishi kwenye maji akatolewa nchi kavu. Akiwa kwenye maji tunasema ni samaki, kiumbe hai cha baharini, si ndio? Akitoka akiwa nchi kavu ni mboga. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kutambua uwezo wako au nafasi yako katika kila eneo. Kama asili yako ni Mungu, lazima ukubali kuambatana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kwamba mimi maisha yangu ya ubinti, mimi maisha yangu ya mama lazima niambatane na nani? Ukikaa nje ya mfumo wa kimungu hauwezi kuitambua nafasi yako. Tuko leo mabinti huko ambao tunasema mimi sijui niende wapi, mimi sijui nielekee. Kwa sababu gani? Hatujakubali kukaa karibu na asili yetu ambaye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huko mfano mmoja babangu wa kiroho napenda kutumia mfano sana, anasemaga kuna tai alikuwa amedondoka, sijui katika ile tai ndio wanaruka umbali mrefu sana. Alipodondoka akaangukia kwa hawa ni kunguru, sijui ni mwewe. Anavyoendelea kukaa na wale ndege wengine wa kawaida, akaanza kubehave au kutenda kama wale ndege wa kawaida. Siku amekaa anajiona akikaa na wale, yaani namna walivyo hawafanani. Lakini mbona kuna ndege wao wanapita juu, wanaruka juu sana, au mbona kama anafanana nao? Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anakaa na wale ndege wa kawaida, naye alianza kuruka kama wale. Yaani kama wanaruka labda sijui kiurefu tunasemaje? Kuna miles kona hivi tunasemaje? Height, yes. Kama anaruka labda height ya labda tuseme 5, 10, naye anaruka hivyo, lakini kumbe uwezo wake sio kama wale. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka siku alipoanza kuchunguza, kwa nini mbona wale wanaruka mimi nafanana na wale? Alafu hao nilionao wapogo kawaida, kuna namna tu wana mazingira ya nini? Ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Siku alipogundua kwamba no, asili yangu ni wale, uwezo wa kuruka kama wale ulikuja. Bwana Yesu asifiwe. Umekaa mbali na chanzo chako, ndio maana unashindwa kugundua kitu ulichokibeba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi kwa kusifu au kwa nini, tuongee uhalisia. Tunasema hivi kujengana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa ni binti ninaingia kanisani na kutoka. Wakita wale masista dua kuingia kanisani na kutoka, nilikuwa ni mimi hapa. Wakisema kudeki kanisa, nimeweka na earphone na inama na deki, nikimaliza nimekamua deki langu nimetulia kwenye kiti. Yaani sitaki kuitwa church girls. Tu tunaelewana? Yaani I'm very busy. Sina kitu cha kufanya cha msingi ila kanisani kuonekana kujiambatanisha na vitu vya kanisa. Sifanye nini? Sitaki tu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa ni binti naingia kanisani na kutoka. Mpaka kuna kipindi nilipoanza kukubali kwamba no, Irene asili yako ni Mungu. Irene asili yako ni Mungu. Kuna uwezo nilianza kuona kumbe hiki kipo ndani yangu. Kumbe hiki kipo ndani yangu kwa sababu nilikubali kukaa na asili. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni asili ya Mungu, kubali kukaa na Mungu, utaanza kuona kuna uwezo unatoka ndani yako. Utaanza kuona kumbe hiki kitu kipo kinatoka, hiki kinatoka. Uelewe kwa sababu gani? Umekubali kukaa na nani? Na asili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hautaviona vinabadilika kwenye maisha yako mpaka ukubali kuambatana na Mungu. Havitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jina ambalo halitabadilika kwenye maisha yako mpaka ukubali kwamba sasa hivi nimekubali mimi nitaambatana na nani? Biblia ya Kiingereza kwenye kitabu cha Ayubu, Job tunasema yes, 22:21 anasema hivi. Kwa Kiswahili anasema hivi, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Biblia ya Kiingereza inasema hivi, acquaint, jiunganishe. Bwana Yesu asifiwe. Ya Kiswahili inasema mjue, ya Kiingereza inasema acquaint, maana yake ambatana, yaani jing'ang'anishe hapo ili uwe na nini? Usipojiunganisha na asili yako huwezi kuona matokeo. Huwezi kuanza kugundua kumbe hiki kitu kipo. Mimi naweza nikawa sina maneno mazuri ya kukielezea hiki kitu, lakini nikuhakikishie hivi, kuna mazingira ukiwa tayari kwamba sasa hivi niko tayari niambatane na huyu Mungu, nishikane na huyu Mungu, kuna uwezo utaanza kuona unatoka ndani yako, sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili mwanamke atambue nafasi yake, na sio tu mwanamke, hata mwanamume atambue nafasi yake, lazima akubali kukaa na vitu vya asili yake. Bwana Yesu asifiwe.
Hauwezi kujua kama kwani kuna vitu vya ajabu mpaka kubali kukaa na bibi zako na bibi zako wakwambie. Ni uongo pastor. Yaani ni hivi, kama kwani uoga wanatambika, ni kuhakikishia wewe hujui. Wewe uelewe. Ila bibi zako, mama zako wanafanya nini? Ni asili. Ukikubali kukaa na hiyo asili, utaona vitu vinafanya nini? Kumbe hiki kipo. Mimi nilikuwa sijui kama kwa bibi yangu kuna mti ambao wanasemaga una zile fuvu, wachaga wanaelewa. Fuvu za kina bibi wa zamani wamezoeka. Nilikuwa sijui. Lakini bibi kabla hajafariki alisema, kwa nini? Asili. Ni watu wa kwenye vyanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kubali kukaa na asili yako, kubali kukaa na chanzo chako. Chanzo chako ni Mungu. Ukiambatana na Mungu, huwezi kuambatana na moto afu ukawa baridi. Lazima upashike. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kama mimi nataka tukue msichana ambaye anaingia kanisani kama Ellen Moses wa zamani. Hapana, kubali kama Mungu nitashikamana na wewe. Kama ni kanisani kuna jukumu fulani nitalifanya. Hapo kuna vitu unaona kuna vimeondoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uwe karibu na nini? Uwe karibu na nini? Uwe karibu na nini? Chanzo changu. Zaburi 82 anasema hivi, ninyi ndinyi miungu. Hajaishia hapo, anasema na wana walie. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi ndinyi miungu. Akaona miungu iko mingi na ya kipepo nayo ni nini? Lakini ili kukutofautisha ujue asili yako, na wana walie wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama unatembea kifua mbele kama mimi ni Mungu, yaani sio dhambi au kufuru. Bwana Yesu asifiwe. Au kufuru hapo anajisifia au hajisifia, ndio uhalisia, ndio nature. Kama amesema hivi, na nimfanye mtu kwa sura na mfano, maana kwa asili na tabia ya kimungu. Ndio maana sasa Mungu si anatawala. Hapo anasema hivi, watu tunawafanya wakatawale. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema hivi, Mungu afungue macho ya mtu mmoja akaanze kuona ambako anatakiwa kutawala katika jina la Yesu. Usikae kizembezembe, tunamaliza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ni Mungu anayetawala mbinguni na duniani, alafu anasema tumfanye huyu Dr. Nsia, tumfanye Irene, tumfanye Zuhura kwa sura na mfano wetu, akatawala vyote. Manake ile mandate ya kimungu, ile mamlaka ya kimungu anaitoa kwake, anaweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna vitu kwenye maisha yetu havimhitaji tena Mungu, vinakutaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna eneo ambalo umestaki wewe hapo, sio kwa sababu Mungu hajasema, kwa sababu wewe hujasema. Ndio maana anasema hivi, na mtakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa wapi? Yote yanaanzia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mtakalo lifunga wapi? Aliyoko duniani ni Mungu, ni wewe. Ni wewe Mungu wewe. Ni wewe Mungu wewe. Wewe unaitwa nani? Yes, ni wewe Mungu Sara. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu Jehova anamsubiri Mungu Sara afunge duniani ili lifungwe wapi? Mungu Jehova anamsubiri Mungu Sara afungue duniani ili lifunguliwe wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tambua uwezo wako, kubali kukaa na asili yako. I'm too busy, I can't go to church. Na rafiki yangu mmoja yuko Mwanza anasema, mimi sitaki kabisa kuwa church girl. Sitaki na ni kweli sio church girl. Lakini wachawi wanaminya kila siku. Yaani hiyo sio atutangazi, ila wanaminya kila. Nilienda kwake ananiambia, nimelala kwake ananiambia, naona sijui chui ni mjini Mwanza mjini, anaona sijui chui huko nje. Chui mimi hata sijasikia, na nimelala fo. Si upofu wa kiroho. Kama umekataa kuambatana na asili yako, utaminywa tu. Sio dhambi, hapo tujisifini uhalisia. Yaani umekataa kuambatana na asili yako ya kimungu, umemwao, mimi sitaki kuungana na Mungu, mimi niko busy. Kwa busy ina shetani akija kwako, na Yesu anakuwa busy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili utambue uwezo wako, ambatana na ambaye ana hiyo asili ya wewe. Kama Mungu ni baba, kama Mungu ni chanzo cha wewe, kubali kuambatana naye. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wengi ambao hawajakaa nyumbani kwao, hawajakaa na wazazi wao, wao wana vitu ambao wamekaa kwao wanavyo, wenyewe hawana. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto kama wewe, mzazi wake akifariki, wa nyumbani wanakuwa wanajua vitu vingi, hata kama ni wafanyakazi. Alafu yeye mtoto mwenye nyumba hajui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Amegoma kukaa na asili.
Kubali kukaa na asili yako ambayo ni Mungu. Kubali kukaa na Mungu. Sijui naeleweka? Kubali kukaa na nani? Kubali kukaa na nani? Usiwe mbishi kama kambali kwenye matope pia utaki. Kaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kaa na nani? Kaa na nani? Kama Mungu ni moto na wewe utakuwa moto. Umo. Chonyo bwana mimi nahubiri tunatembea wote. Na siku utahubiri tu. Mimi dadi siwezi. Saizi viko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kaa na asili yako. Kaa na asili yako. Kama asili yako ni Mungu, kubali kuambatana na huyo Mungu. Jishikamanishe sana. Mkamate sana huyo Mungu. Usimwache. Utaanza kuona asili na uwezo uliobeba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kitu cha pili ni mazingira sababishi. Mazingira sababishi. Ili utambue uwezo wako, nafasi yako, lazima kuwa kuna mazingira sababishi. Bwana Yesu asifiwe. Walioenda shule wanasemaga environment is anything that surrounds what? Mbona mbalizi? Human being. Hallelujah English. Meisha. Wanasemaga mazingira ni kitu chochote kinachomzunguka. Kumbe tunajua. Tujipige makofi. Leo tunauliza kitu cha somo mkumbuki. Tutakutana mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira ni kitu chochote kinachomzunguka. Sasa mwanadamu, wewe mwanamke, unahitaji mazingira sababishi ili kugundua uwezo ulioko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mazingira nilihudumiwa kwa sehemu mbili. Kuna mazingira ya aina mbili. Kuna mazingira rafiki na ambayo sio, yani kuna comfort zone na discomfort zone. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ili mwanamke ajitambue, anahitaji mazingira sababishi. Haya mazingira sababishi tutayasema kwa pande mbili. Kuna mazingira rafiki au mazingira mepesi, nitumie hicho Kiswahili. Alafu kuna mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanzia mazingira mepesi au mazingira rafiki au comfort zone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mazingira rafiki tunasema hivi. Tutatumia mfano wa Samuel wa kwanza 1 mpaka 11 hapo. Ukisoma hicho kitabu utakutana na habari ya mwanamke anaitwa Hana. Aliolewa na mwanaume mwenye wanawake wawili. Huyu wa kwanza alikuwa na watoto, wa pili hakuwa na nini? Na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Hana alikuwa na maisha tu ya furaha siku zote. Mpaka siku anakuja kumwambia, hivi sijaweza kupata mtoto. Hivi siwezi kuchukua ujauzito nikapata mtoto wangu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hasa hapo ninasema kwa mazingira magumu, naomba unielewe, point yangu haiko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mazingira rafiki nikitaka kumwongelea Samueli, mtoto aliyetoka kwa Hana. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuatilia huo mstari wa 11, Hana anapoomba anamlilia sana Mungu kwamba Mungu nipe mtoto. Alisema hivi, Mungu ukinipea mtoto mwanamume nitamleta awe mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumtoe Hana, tumuongelee Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Samueli anakuja kutambua kwamba amebeba kitu cha kimungu cha kumtumikia Mungu, sio kwa sababu eti alikaa mwenyewe, no. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sehemu ambako tunaona Samueli alikuwa amekaa tu akaanza kumtafakari Mungu akaamua kumtumikia Mungu, no. Samueli alikuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu ya matamko ya mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini naisema hiyo ni comfort zone kwa Samuel? Kwa sababu yani alikuwa na mazingira ambayo yanampush kuendea uwezo ambao Mungu ameweka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kama tu leo umeamka, kila kitu kipo, breakfast ipo, ada ipo, kila kitu kipo, yani vimekaa tu. Hayo mazingira alimtengenezea Samueli kujua kwamba kumbe ninaweza kuwa mtumishi wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akaenda kwa uwezo huo. Samueli akaenda kumtumikia Mungu katika uwezo huo, yani kwamba alitembea kwa maombi ya mama yake. Kuna watu leo wanaishi kwa maombi ya wazazi wao hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio dhambi. Wote hatuwezi kupita kwenye vipindi vigumu wala wote hatuwezi kupita kwenye vipindi vyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ambao ni hakika lazima wapite kwenye vipindi vigumu, sio kwa sababu wamkosea Mungu. Hapana, ndivyo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Samueli anatoka utotoni mwake mpaka anakuja kuwa mtumishi wa Mungu, anawaongoza watu wa Mungu. Ni kwa sababu tu nyuma kuna maombi ya nani?
Mtu kama huyo hata asipoomba, nyumba kuna backup ya maombi ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema sasa hiyo ni comfort zone? Kwa sababu Samueli hakutumia nguvu kuwa mtumishi wa Mungu. Labda pasa unasema Biblia tusaidie. Samueli alitumia nguvu kuwa mtumishi wa Mungu. Yaani umezaliwa wazazi wameshasema mwanangu, ukitoka shule nzuri labda ya English medium ni wapi? Feza. Feza ipo primary sijui. Ukitoka St Mary's utaenda Feza. Ukitoka Feza utaenda sijui wapi. Ukitoka hapo utaenda Oxford. Ukitoka Oxford tuna kampuni tumesha kuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mzazi wa Samuel alikuwa kama daraja. Bwana Yesu asifiwe. Hasa hayo mazingira, wapo watu katikati yetu leo ambao kwa kila kitu kipo. Bwana Yesu asifiwe. Baba mchungaji, mama mchungaji, nyumbani yani mafuta ya kichungaji yamekaa tu vitu vipo. Alafu kuna huu upande wa pili ambao sijaanza kuusema. Huo tutausema. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye hii comfort zone, mazingira hayo mazuri na mepesi yapo yanaweza kumsaidia mtu kuinuka, kutambua alichokifanya nini. Kanisani kwetu huko nilikotoka, nilinotice kitu kimoja. Nilikuwa kana bwana mchungaji wangu ni mkali. Mpaka unajua unaenda na kufokia mpaka unalia mbele ya watu, yani unalia kama mtoto mdogo. Alafu kuna wengine akikosea haufokei. Sisi tunaelewana? Anakufuata wewe, anakufokea wewe ndio ukamfikia. Yaani wewe usiende kufoka, wewe ukafikishe taarifa kwamba bwana hiki kitu hakifanyiki hivi. Hayo ni madarasa mawili tofa. Yaani wewe unakuwa kama vile Yesu, kwa kupigwa kwako mwenzako anafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amejibu sawa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wewe mwingine una hayo mazingira rafiki, kubali kutambua uwezo wako kwenye hicho kipindi. Usisubiri mpaka uje ile kwenye discomfort zone, itakuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwenye ili mtu ajitambue anahitaji mazingira sababishi. Kwenye mazingira sababishi unaweza kuna mazingira ambayo ni mepesi, mazingira ambayo ni mazuri. Kama mfano wa Samuel jinsi alivyotokea mpaka anafika kwenye nafasi ya utumishi wa nani? Wa Mungu. Mazingira yalikuwa ni mepesi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Tuambie mazingira pili hapo tutakuwa na kitu kikubwa cha kusema. Hasa upande wa pili ambao tunasema ni mazingira magumu. Mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe. Tutumie mfano wa huyo Ana. Ana asingekuwa muombaji mpaka alipogundua yeye ni tasa, hawezi kupata mtoto, ndio anaanza kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Tayari hicho ni kipindi kigumu. Usisubiri kikufike hicho. Usisubiri mpaka kije hicho kipindi cha machozi ndio uanze kutafuta. Hapana. Usisubiri kuomba mpaka kije hicho kipindi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Ana maana yake inawezekana pia mwanzo alikuwa tu hata haombi Aliona matusi ya Penina, anamtukana kwa tasa. Wewe test. Yaani kila siku matusi. Akagundua kumbe upako sehemu pa kugeukia kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa maana nyingine mazingira ambayo yalikuwa ni magumu yalimboost huyu Ana kwenda mbele za nani? Usisubiri mazingira magumu ya kusukume. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usisubiri kujifunza kwa machozi. Usisubiri kumtaka Mungu kwa machozi. Usisubiri kumtaka Mungu pale ambapo unasema kila kitu kimeshindikana sasa ndio narudi kwako. Unakuwa umeshachoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui mnasema na mtu mmoja. Haleluya. 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 Mtu mwingine ambaye tunamsoma kwenye Biblia ambaye alitambua nafasi yake lakini kwenye kipindi cha mazingira magumu ni kitabu cha Waamuzi 11. Ukisoma pale ni story ndefu kidogo. Kuna mtu anaitwa Yefta. Waamuzi. Biblia inaanza kumtambulisha kwamba huyu mtu alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtoto wa mwanamke kahaba ambaye anakubalika kwenye jamii. Uongo kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hasa kama tu Biblia inaanza kumtambulisha mtu hivyo kwamba huyu Yefta alikuwa ni mtoto wa mwanamke kahaba. Akati nakaa na watoto wa ndugu zake wakaanza kumtenga kwa staili fulani. Yefta akakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Yefta akaondoka. Akaenda mbali. Baadaye ndio watu wanakumbuka, tunakwenda kupigana na hili kabila hili. Tumtafute nani? Yefta. Yefta. Yes. Inatamkwa hivyo. Tunazoea kutamka Yefta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yefta alikuwa na kipindi kigumu, lakini kipindi kigumu kilichompa kutambua nafasi yake au uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mwingine
tunayomwangalia ni Esther. Aya, wao ni wanaume. Aya, Esther. Bwana Yesu asifiwe. Esther mpaka anafika sehemu anakuja kuwa malkia, haikuwa tu kwa sababu ya uzuri, ndio ilikuwa sababu ya kimungu, lakini mazingira yake hayakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuatilia alimpeleka Esther kwenye ikulu alikuwa ni anko wake, si ndio? Mpaka Esther anaenda kukaa na anko wake. Wazazi wake walikuwepo au hawakuwepo? Wanaosoma Biblia. Abe? Hawakuwepo, si ndio? Maana Esther alikuwa ni yatima, ndio anachukuliwa na anko. Kwa anko kule labda alikuwa ananyanyaswa. Sasa mwanangu, imetokea ile fursa, nenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini kwa Esther? Sasa point yangu naanza kutokea hapa. Tunajifunza nini kwa Esther? Esther alikuwa ni yatima. Esther alikaa na anko wake. Anachukuliwa Esther, anapelekwa kwenye ikulu kwa ajili ya kugombea hiyo nafasi ya kuwa malkia. Background yake sio nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hicho kitabu cha Esther vizuri utagundua kwamba kuna mahali Biblia inasema na Esther alipozidi kwenda katika ile ikulu, alienda akiendelea kuyashika mafundisho aliyomfundisha nani? Anko wake. Na hakujitambulisha kwamba yeye ni Myahudi. Kwa nini? Yaani ni malkia lakini unaficha utambulisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu kizuri. Ndio maana tunasema mazingira yaliyo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni malkia lakini Esther usiseme kwamba wewe ni Myahudi. Maana hata ukisema tunakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mazingira magumu bado yalimpa Esther kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Danieli 11:32 anasema hivi, bali wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Bali wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari. Danieli 11:32 kama sio 32:11 ni hivyo. Bali wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda. Kuna kitu Esther inawezekana alikuwa anakijua kitamsaidia kusema kwenye hicho kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Esther hakujua kama yeye ni mtu ambaye anasimama kuomba kwa ajili ya taifa lake mpaka alipoingia ikulu. Kwa nafasi yake ya changamoto, mbaya amekuwa malkia. Ni malkia lakini vaa magunia omboleza. Bwana Yesu asifiwe. Angao mwingine akasema, sasa sitaweza nimeacha." Angoke akamwambia hivi, "Kama uwezi acha, lakini haukujua kama Mungu alikuleta kwa ajili ya wakati kama na usipotusaidia wewe Mungu atainua mtu." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyakati ngumu unayokutana nayo isiwe sehemu ya kukuangusha, iwe sehemu ya kusababisha uinuke na kutambua uwezo wako katika huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi kanisani wamenisema sana naacha. Kila kipindi cha kutafuta kusudi lako katika kwa nini hivi? Bwana Yesu asifiwe. Wamenisema sana naacha. Hawaachagi. Yaani kama unamjua Mungu vizuri, hata kama hujajua bado nafasi ulionayo katika huyo Mungu, unashikilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nyakati ngumu yoyote unayokutana nayo, mazingira magumu yeyote unayokutana nayo, yasikupe kuanguka, yakupe kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Yakakupe kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Yakakupe kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Yakakupe kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Shangilia Yesu. Haleluya. 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 Tunamwangalia mtu wa mwisho ambaye alikuwa naye alikutana na kipindi kigumu. Bwana Yesu asifiwe. Abraham. Tukisoma Mwanzo 12. Hiki kitabu jana nilipokuwa nakisoma tena ndo nikapata tena namna nyingine ya kukisoma. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amefungua hapo Mwanzo 12. Mwanzo 12. Mstari wa kwanza tu nataka tusome hapa. Alafu tutapata kitu. Mwanzo 12. Nimegoma, nitasoma mwenyewe. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Nitasoma kawaida, alafu nitawaambia mambo natakuwa tusome kulingana na ufunuo wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Abraham, "Toka wewe katika nchi yako." Tutaishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Abraham, "Toka wewe katika nchi yako, jamaa zako na baba zako." Bwana Yesu asifiwe. Sasa kiufunuo wa leo, ili tuelewe vizuri haya mazingira magumu, hatusemi sema Bwana akamwambia Abraham toka wewe. Tunasema hivi, Bwana akamwambia Abraham toka. Kianze kuingia kichwani mwako na Roho Mtakatifu akusaidie. Nimesema kiingie kichwani mwako na Roho Mtakatifu akufundishe mwenyewe hapa. Sio Bwana akamwambia
Dr. Nsia, toka wewe Dodoma, nenda Mbeya kafanye kazi. Bwana akamwambia Dr. Nsia, toka. Akamfukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikisoma ile andiko, kwa nini nimesema tuisome kama vile anamfukuza? Kwa sababu ni mazingira magumu. Mungu anapokuambia toka wewe kwenye nyumba ya baba yako, jamaa zako, maana yake anakuambia hivi, toka wewe kwenye mazingira rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Toka wewe kwenye comfort zone yako. Toka sehemu ambapo haumii. Toka sehemu ambapo umelindwa, umezungukwa na watu wanakusupport. Sijui tunaelewana? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ni hivi, unajua mimi sijazoea kuomba masaa mawili. Mungu anasema toka hapo, nenda sehemu ambako utaomba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia Abraham, toka wewe kwenye nchi ya jamaa zako, baba zako, nenda mpaka kwenye nchi nitakayofanya nini? Yaani sitaki uende ambako nimekuonesha, nitakuonesha. Maana yake haujaiona hiyo nchi na nataka uende, nitakuonesha huko. Inamhitaji mtu mwenye kiwango kikubwa sana cha imani kutoka. Kwa sababu hajasema hivi, Abraham toka nenda Ninawi. Toka uende mpaka kwenye nchi nitakayo. Sijakuonesha bado. Ila anza hatua ya kufanya nini? Ya kutoka. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Wapo watu leo Mungu anawaambia tokeni kwenye comfort zone zenu, hamtaki. Bwana Yesu asifiwe. Toka hapo mahali ambapo hauombi, hutaki. Toka hapo kwenye ile tabia ambayo haujishughulishi, hutaki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka utoke hapo. Ukitoka hapo kuna uwezo utainuka ndani yako. Utasema hivi ndio mimi, mimi naanza sana kuwa karibu na mambo ya Mungu. Nilikuwa chuo mwaka wa pili, nafika kanisani, napewa uongozi wa maendeleo kanisani. Sijui tunaelewana? Maendeleo ya kanisa. Mimi chuo mwaka ngapi? Chuo mwaka ngapi? Ila napewa uongozi wa maendeleo kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ningesema sitaki. Kuna uwezo ambao uko ndani yangu nisingejua kujua kama ulikuwa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sijawahi kusema mimi, ila ni baba yangu wanga ana testify kitu kwamba katika miaka ambayo tulifanya maendeleo kanisani ni miaka ambayo Irene alikuwa ni mwenyekiti wa maendeleo kanisani na nilikuwa ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nilikubali kutoka kwenye comfort zone? Anaposema toka wewe kwenye nyumba ya baba yako, anamaanisha toka wewe sehemu ambako wanakubembeleza, sehemu ambako wanakupetipeti, sehemu ambako ukilia, Joy anakuambia, mwanangu nyamaza." Na Joy unabembeleza watoto wako, "Nyamaza mwanangu." Si mchungaji wetu ukisema baba, maombi na Jumanne kuja ibadani na kutoa prayer point, omba huko mwanangu. Sisi tunaelewana. Wewe sio ibadani bwana, wewe mwamba na kutoa prayer point, omba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anataka utoke hapo sehemu ambako umekaa umerelax. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka hapo ukienda sehemu nyingine utagundua uwezo wako. Abraham asingejua kama yeye ni mtu ambaye akichimba kisima maji hayakauki kama amekaa wapi? Kwao. Maji si hapo. Kwanza nyumbani hamna kisima, nyumbani kuna mabomba. Sisi tunaelewana? Yaani ukina Abraham kule ni mabomba ya maziwa, Alafu Mungu anakuambia toka uende mpaka nitakakofanya nini? Alafu unafika, sio kama ni paraini, sio kama ni pepesi. Kuna vitu vigumu unakutana navyo. Hapo ukianza kukutana na changamoto, ugumu, ndio unaanza kuona hivi kumbe uwezo fulani. Yaani ni kama Mungu tu anatengeneza mazingira fulani ili hicho kitu kiinuke ndani yako, ili uwezo utoke ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiyakimbie mazingira magumu. Nasema na mtu mmoja, usikimbie mazingira magumu. Usikimbie kipindi kigumu. Usikimbie mkesha. Si imekaa sawa hiyo? Au hiyo ni mbaya, haijakaa kiroho, iko mwilini sana. Ni kiroho zeti maana kuna walokole. Yaani hiyo haijakaa kiroho kabisa, hiyo ni ya mwilini. Yaani mkesha na wewe, nani amesema hiyo ni comfort zone? Toka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo hii mwalimu wa praise, ukija kwenye praise ukasema hivi, pandisha kisa, inaomba, unamwambia toka. Sio atoke hapo kuimba. Atoke kwenye hiyo zone inayomtiatia moyo. Hii sauti nikiimba sana itakauka. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Na msiwaambie toka, mwambie toka kisukuma toka. Ndio inakuwa inabeba uzito. Ukiwaambia sana ananibembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Toka wewe kwenye nyumba ya baba yako. Toka wewe hapo ambapo unaona kubembeleza, toka hapo, toka. Bwana Yesu asifiwe. Toka hapo, nasema na wewe toka.
Yaani usiponielewa nasema tena toka hapo. Amen. Nasema tena toka hapo. Amen. Toka hapo usikae. Amen. Sema ambako wanakulialia sana, hauwezi kumtumikia Mungu wewe. Kila kitu hata niombe mama mchungaji. Wewe fanya watanisaidia. Toka. Sasa hivi kama uame kanisa, na maanisha kuwa kuna geuko la kiufahamu kwamba no, hiki kitu ifike mwisho kusaidiwa, natakiwa nijisimamie mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe Sara, wewe tafuta kazi. Mimi babangu alisema ni mpaka nifikishe miaka 32. Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe Sara, toka hapo, kuna kazi Dodoma. Mimi kwa mimi naogopa. Toka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sara, leo tuongozee ibada. Jamani, mimi sikupanga kwamba nitaongoza ibada. Nilikuwa naongoza ibada ya tafsiri kanisani. Alipoingia mtu wetu ni mrefu. Nitamani niingie chini ya meza shua. Sisi tunaelewana. Alafu alinotice kile kitu baada kisha akasema, yaani mwanangu leo. Nilipoingia tu pa. Tunaelewana. Kiingereza huwa kinafanya shua. Ndiye kinatafuta njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Toka hapo. Toka. Yaani ukiona umeshindwa kutoka na vitu vyote vya ibadani, basi toka. Sisi tunaelewana. Toka. Hilo ni ambalo unaona mimi hapa nipo very comfortable, hapa siteseki. Usikubali kukaa hapa, hapata kusaidia kukua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu hautagundua kama unaweza kuvifanya mpaka kukutana na mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe. Kubali kutoka hapo. Kubali kutoka hapo. Kubali kutoka hapo. Nimesema mazingira magumu unapokutana nayo usikubali ya kuangusha. Kubali ya kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama nasema jua lina dhahabu huwa inachomwa, si ndio? Ndio inakuwa dhahabu nzuri, sijui kaka Kevin anaweza kaniambia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama huwa inachomwa maana inapitia heka. Ukiona upitie heka kuna sintofahamu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukubali kwamba mazingira magumu yanisaidie kukua. Mazingira magumu yanisaidie kujitambua kwamba nina uwezo fulani, nina nafasi fulani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Esther angejikatata na mimi yatima, siwezi kwenda kwa mfalme. Ingekuwa imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ukubali katika ile changamoto, katika ule ugumu. Hapo kwa Mungu, kwenye ule ugumu, hapa Mungu, nijulishe nafasi yangu. Nijulishe uwezo wangu. Hapo Mungu aanze kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukaa kanisani kwa mbona kufanya viendi? Ndio unavionaga tu. Yaani wewe tu. Mungu, kwa nini naona? Okay, kwenye hiki nafasi yako nifanye nini? Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kujua una uwezo fulani wakati mwingine mpaka upitie changamoto. Sasa ukiwa unazikimbia changamoto, hautajua uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tumesema nini na nini? Tumesema ili mtu mwanamke atambue nafasi yake lazima afanyaje? Ambapo mazingira sababisha na nini? Wanachungulia mchungaji. Kitu cha mwisho. Ili mtu atambue nafasi yake au uwezo wake, lazima awe ni mtu wa tathmini binafsi au self evaluation. Wazungu sasa hapo. Self what? Pastor, watoto wako wana Kiingereza. Haya, Hagai 2. Hagai. Yes, Hagai 2. Hagai sura ya kwanza hapo. Ndio pointi yangu. Abe? Okay, tusome 2 hapo mstari wa kwanza. 2 sura kwa mstari wa kwanza. Anasema hivi: katika mwezi wa 7 siku ya 21 ya mwezi, neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha Hagai nabii kusema, sema sasa na Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na hayo mabaki ya watu, ukisema, pointi yangu iko hapa, miongoni mwenu amebaki nani aliyeiona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linakuja, anauliza hivi:
Je, miongoni mwenu ni nani aliyeiona hii nyumba katika siku zake za ngapi? Za kwanza, zile za mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na je, machoni penu sasa si kama si kitu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma vizuri na ukituliza akili yako vizuri, utagundua kwamba hii nyumba mwanzoni ilikuwa ni nyumba nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema hivi, ni nani aliiona mwanzo? Na je, sasa si kama si kitu? Maana yake nyumba kuna kitu kimefanya nini? Kimepungua. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kutambua uwezo wako kama wewe sio mtu wa kujitathmini. Yaani wewe tarehe 1 mpaka tarehe 30 ni wewe tu, yaani uko busy. Hujawahi kupata muda wako binafsi wa wewe kama wewe. No. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukiamka asubuhi shwa, umetoka kwenye blanketi, shwa kazini. Ukirudi shwa, hakuna tathmini ya biashara yako, hakuna tathmini ya kiroho chako, hakuna hata nimenenepa nimeona. Na nini tathmini? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anauliza, "Wewe umenenepa mbona?" Hata mimi sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe mtu wa tathmini, utaanza kugundua kwamba kama mimi niko hivi, kama mimi niko hivi. Usipokuwa unajitathmini, unajichakata, unajifanyia mtihani na kujipa majibu, hauwezi kujua kuna uwezo unao ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Babangu anikole moja anasemaga, if you can't think, you can't thank. Anaongeaga hiyo sana kwenye mambo ya kushukuru, kwamba kama huwezi kufikiri, hauwezi kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama tu unaweza ukaamka asubuhi, ukaenda kazini kwako, ukaona mtu amekufa, ukaona umesikia ajali, alafu na ukarudi nyumbani shoo kalala, alafu ufikiri chochote, hauwezi kuwa mtu wa kushukuru. Kwa sababu wewe haujipi muda wa kwanza kutathmini, hivi ni njia ile niliyopita, fulani akapita akafa, si ndio? Alafu mimi nikapita pale pale, bado nikawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Ni changamoto ile ilimkuta fulani akafa au akarudi nyuma kwenye wokovu. Lakini changamoto ile ilinikuta mimi na nimesimama mzima. No, sio kitu cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usipokuwa mtu wa kukaa chini kupima na kuchanganua mambo, hauwezi kukua, hauwezi kutambua uwezo wako, hauwezi kutambua nini ulikiweza, nini ulishindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ni mfanyabiashara ambaye unafanya tu biashara, hauangalii lini ulifeli, lini ulifanya nini, utakuwa tunaendesha biashara, ni kuhakikisha utaiendesha, ila hautakuwa na faida kwa sababu hauelewi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili mtu utambue nafasi yako au uwezo wako, jipe muda wewe mwenyewe binafsi yako. Yaani wewe umeokoka 2023 mpaka leo, umepiga tu tukikuza kitu gani kimebadilika kwenye maisha yako? Sijui. Ulikuwa unaomba, sasa unaomba sijui. Ulikuwa unaomba dakika moja, sasa unaomba dakika ngapi? Bado sijajua. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe unajifanyia tathmini. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka 2023, sasa ni 2025. Hapa katikati kitu gani ambacho nilikuwa siwezi, sasa hizi nafanya nini? Utagundua kwamba kama nimekiweza, maana huo uwezo upo wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilikuwa siwezi, nimekiweza, maana huo uwezo upo wapi? Huo uwezo uko wapi? Huo uwezo uko wapi? Kwa hiyo ujifanyie tathmini, mtu wa Mungu. Na hivyo vitu vya kujifanyia tathmini sio vya kiroho, ni vya kimwili kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mpaka nianze kuomba na nitafakari Mungu. Hatumtafakari Mungu, muda huo unajitafakari wewe. Yaani chukua kiti, weka hapa. Sara, kaa hapa. Na mimi Sara nimekaa hapa, tuna kikao. Sara, unataka hiki, uliweza ulishinda, maana yake hiki uwezi. Hiki unaweza, hiki niliweza. Tiki. Ndio tathmini. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna Wakristo ambao kimuuliza unapenda nini? Sijui. Kitu gani unakipenda kanisani? Sijui. Praise haujui kama unayapenda. Maombi hatujui kama unayapenda. Neno hatukuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe mtu wa kujifanyia assessment kila wakati itakupa kujua kwamba hiki naweza, hiki sifanye nini. Kwa kile ambacho unakiweza, maana yake ndio nguvu yako. Kile ambacho ukiweza, maana yake kifanyie kazi, kesho ukiweze. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali tu kiweza, nimeshindwa. Hatukubali hivyo. Watoto wa Mungu sisi wenye asili ya Mungu, hatushindwi kirahisi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tusome hiki kitabu alafu tutaenda kuomba. Wakorintho wa kwanza sura ya 2
mstari wa 16. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Ni Wakorintho wa kwanza wa 2. Kuna mtu amepata hapo? Okay, Wakorintho wa kwanza Yesu sura ya 2 sura ya 16 anasema hivi. Nitasoma katika jina la Yesu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Sasa nisamehe, tumesoma Kiswahili na tutumie Biblia ya Kiingereza kutafsiri neno. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, for who has known the mind of Christ. Si kuna mtu ana Biblia ya Kiingereza? Tumalizie ile verse 2 ya chini yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 2:16 anasema hivi ya Kiingereza, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him. Point yetu iko hapa B. But we have the mind of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But we have the mind of what? Christ. Sio mwandikizie tu vizuri chini Kiingereza kina raha yake na chini. Tuna nini? Kwa Kiswahili sasa jamani. But we have the mind of Christ. Sema Christ. Hamjacheka kwanza leo. Christ. But we have the mind of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani aliyejua nia ya Kristo ili amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya nani? Ya Kiingereza sasa hivi, lakini sisi tunayo akili ya nani? Maana yake Mungu hajakupa tu roho wewe pokosi. Amekupa na akili ya Kristo, ukae chini utathmini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe Kevi vipi? Mimi sielewi. Una akili ya Kristo. Sio poa pata mimi najichukulia poa, wananichukulia poa. Wamesema hivi ndio mimi. Wamesema mimi zezeta ndio. Biblia inasema sisi tuna akili za nani? Mtu asikuchukulie poa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu asifanyaje? Asinichukulie poa. Leo asubuhi nimeamka nyumbani kulikuwa kuna mafundi. Nafika tu ndipo amefundi akaniambia eti wewe naomba maji ya kunywa. Mimi kanita wewe. Okay. Kamba nimeingia ndani sijampa maji, nikamwambia David, kwa sababu jana kuna maji mengine yanatoka ilichanganya. Nikamwambia David, yale maji ambayo mjayachanganya na mengine watengee mafundi, peleka wapi? Nje. Nikaingia mimi nikaendelea kuchukua maji nimwambizie ukuta. Natoka nje akaniambia, "Yaani wewe nimekuomba maji muda wote mpaka sasa hujaleta maji." Sasa bwana kama anataka kunifukia mimi. Nikawa mpole. Hautaolewa. Nikamjibu hivi, naweza nisiolewe na nitaoa. Nimjibu hivyo. Sasa mimi ni kitu kimeni stroke kidogo, waga yani reaction zangu ni papa. Nilisikia hasira, unaniambia mimi hivyo. Nikamwambia alafu angalia mimi naweza nikaolewa watoto wako. Nikamjibu hivyo, angalia watoto wako ndio unaweza usiolewe. Sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa roho hakuna utani. Sio tunaelewana? Wamesema mimi ni mbaya, lakini kwa natania hajakutania, roho limesimama, litengua hapo. Wamesema mimi ni mdhaifu, lakini ni kweli. Sio mimi hili. Sio mimi. Wanasema kama mimi ni mkorofi mbabe, it's very okay and I take it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kama mchungaji wangu you must be brutal. Anaongea kibabe sana. Yaani lazima uwe mbabe. Kwenye ufalme anasema hivi. Ufalme tangu zamani za Yohana Mbatizaji hata sasa. Ufalme unapatikana kwa nini? Na wenye nguvu, sio tu za roho na za mwilini. Sisi tuna akili za nani? Yaani wewe una akili timamu, mtu anakutukana tu pa, afeti, alinitania. Alikutania kitu gani? Na wewe mtanie. Mtanie hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuna wanawake ambao ni waoga. Wadhaifu, walegelege ni, unajua mimi ni mwanamke. Tuna akili za Kristo, mjibu Kristo, sio ujinga.
Bwana Yesu asifiwe. Haujatenda dhambi. Haujatenda dhambi. Haujatenda dhambi. Unajua. Mtumishi wa Mungu mmoja alisema hivi, kijana amekuacha wewe mdada sasa. Nitamwambia, yani sio hadhi yangu. Yani namshukuru namshukuru Mungu niliolewa. Kwanza ni neema sana. Wewe kunioa mimi ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Unalia, ameniacha. Na muache. Ukiona kama acha. Pasa utusamee. Pasa tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una akili za Kristo. Mungu akupe neema ya kuchakata vitu katika uwezo wa akili ya Kristo. Amina. Sisi ni asili ya nani? Sisi ni asili ya nani? Sisi ni asili ya nani? Simama katika asili ya Kristo, tenda katika asili ya Kristo na usiogope kwa sababu una asili ya Mungu ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe neema ya kutembea katika uwezo katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe neema ya kutambua ulichokibeba katika jina la Yesu Kristo. Mungu akupe neema ya kwenda na kuweza katika jina la Yesu Kristo. Simama juu mahali ulipo. Simama juu mahali ulipo. Simama juu mahali ulipo katika jina la Yesu. Ripa hande yade. Rapako sikata yadi zokoto yadi. Rampako sikaka. Kama unaweza kufungulia yote kwanza kusema reko zika yadi bako zika katarina wana. Rapasude brani mahando. Rapako sika kadideba. Rembazude brahanta. Repoko sika tariana. Kile ambacho Roho Mtakatifu amekisema na wewe, amekunong'oneza, hicho waza kukisemea. Kaliadi brapasukata. Ramika zide brahando. Leda brapako sika kaditaba. Rina makosika tariata. Leda brata bakuza. Rampako sike keteriana manda. Ripazuka kalina mahando. Ripoko zikata. Eliadi brapaka kasike keteriata. Ramazuka kalina brahanda. Riposika. Ledi brahate rapako sita. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Uwezo wa kutenda. Uwezo wa kutenda. Ramahade. Rimakosika liata. Rimakuza katariati bahata. Ripakosika karianima. Riposika. Lendoko sika kariata kasikete. Erana makusika kariana mahande ripo. Sipra pakasike keriata. Rimazuta pakarika mahato. Ripokosika kariana mahadira mahato. Rikekosika kariata. Repasuka kariata. Rapasuka kariandi. Ezidegegede ripokosika. Rapakosika kariana mahata. Leprakakasuke keriana mahanda. Ripazike keriana mahate. Rimozika. Reposiata. Rana makeriada kosika. Rapakoteriata. Rimokosiata. Kesuka kariata. Lande brapakosika kariata. Rimokosikata. Utaniongoza umbili. Utanifuata umbili. Sema Baba katika jina la Yesu. Sema kwa nguvu. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Sema kwenye maiki wewe. Sema Baba katika jina la Yesu. Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Nimetambua kwamba mimi nimebeba asili yako. Nimebeba asili yako.